إلهي ضاق صدري ولست أدري بأي علاج أداوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا معلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. سادة الكرام، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua ni silaha na kinga ya mu'min. Tumefikia katika adabu za dua. Tuko adabu ya 4, kuwa na unyenyekevu, hamu, hofu na matarajio. Anasema Allah aliyetukuka baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Mwombeni Mola wenu mlezi kwa unyenyekevu na kwa siri, hakika yeye hawapendi warukao mipaka. Wala msifanye uharibifu katika nchi baada ya kuwa imekwisha tengenezwa, na mwombeni kwa kuogopa na kwa kutumai, hakika rehema ya Mwenyezi Mungu iko karibu na wanaofanya mema. Kisha akasema Allah mtukufu, wa Zakaria idh nada rabbah rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Na Zakaria alipomwita Mola wake mlezi, Mola wangu mlezi, usiniache peke yangu, na wewe ndiye mbora wa wanaorithi. Basi tukamwitikia na tukampa Yahya na tukamponyesha mkewe, yani tukamponyeshea mkewe. Hakika wao walikuwa wepesi wa kutenda mema. Kumponyesha mkewe maana alikuwa tasa akazaa, na wakituomba kwa shauku na hofu, na walikuwa wakitunyenyekea. Pia anasema Allah mtukufu, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola wao mlezi, wakisimama usiku wakaacha vitanda vyao, wakimwomba Allah kwa hofu na kwa kutumai, na hutoa kutokana na tulivyowaruzuku. Nafsi yoyote haijui walivyofichiwa katika hayo yanayofurahisha macho, ni malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda. Allahu akbar. Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola wao mlezi kwa hofu na kwa kutumai, na hutoa kutokana na tulivyowaruzuku. Nafsi yoyote haijui walivyofichiwa katika hayo yanayofurahisha macho, ni malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda, ni malipo ya yale waliokuwa wakiyatenda. Ndugu zangu katika imani, ama adabu ya 5, kuihifadhi sauti kuwa ya wastan, isiwe sauti ya juu wala ya chini sana. Wakati mtu anapoomba, anatakiwa sauti yake iwe kati kwa kati, isije ikawa ya juu sana ikawa kera wengine, au ikawa tena ya chini sana ikawa yeye mwenyewe hata hajisikii. Inapendeza ujisikie kidogo wakati unaomba dua. Anasema Allah aliyetukuka, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
wala takun minal ghafilin. Na mkumbuke Mola mlezi, mkumbuke Mola mlezi wako nafsini kwako kwa unyenyekevu na hofu, na bila ya kupiga kelele kwa kauli asubuhi na jioni, wala usiwe miongoni mwa walioghafilika. Na akasema Allah mtukufu aliyetukuka, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na hakika tumemuumba mtu, yani mwanadamu, nasi tunayajua yanayompitikia katika nafsi yake, na sisi tuko karibu naye kuliko mshipa wa shingo yake, jugular vein, mshipa mkubwa unaopeleka damu katika ubongo. Ndugu zangu katika imani, Allah yuko karibu na sisi, tusichoke kumuomba, kwani yeye ni tajiri sana. Atatukubalia pale tutakapokuwa na yakini wakati tunamuomba, na tuwe tuwahudhurisha nyoyo zetu, isiwe akili yetu iko pahala pengine na mwili uko pahala pengine. Wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Layli wa nahar